Mmeshachagua njia ngumu ambayo ni ya kuelekea wapi jamani? Kwenye kuangamia. Mmeshachagua tayari. Lakini yaani hakuna namna fulani, kuna nidhamu ya kujikana na kusema hapana, hata kama tamaa zinawaka, lakini ngoja nizidhibiti. Nazidhibiti kwa namna ipi? Kwa neno la Bwana. Naziambia enyi tamaa, tulieni, mna wakati wenu, na kuna sehemu kwa kila jambo kunatakiwa kufanyike kitu kwa namna sahihi, sehemu sahihi, kwa wakati sahihi. Lazima ujue hivyo vitu. Sio kila kitu kinafanyika wakati wowote, popote, kwa namna yoyote. Sio hivyo. Kila kitu Mungu amekipangilia. Sasa wewe huna time hata ya kutulia na Mungu ili ujue Mungu kakupangia nini kwa wakati huo. Hata uvumilivu ujui, huna. Wewe nikwambie kitu. Katika maisha yangu, labda nitaelekea kumalizia. Katika maisha yangu Mungu amenifundisha nyakati ngumu. Hata yule mama yule, ukimuuliza yule niliyeko pale mbele, naye amefundishwa nyakati ngumu. Kulikuwa na nyakati ilibidi kusubiri muda wa Bwana. Na mimi sijui vitu vingine nashindwa hata nikuelezeje. Yaani kuna nyakati unaona wenzako wanakwenda, lakini wewe unaambiwa wewe subiri. Na unajua kabisa anayekuambia subiri ni Mungu, na huwezi kulazimisha. Nakumbuka mimi nilimaliza form 6 mwaka 2002. Wengine mlikuwa mjazaliwa, sawa jamani? Mko hapa mlikuwa mjazaliwa. Ndio nilipomaliza form 6. Nilipomaliza ile 2002, nikatamani sana ni apply moja ya vyuo vikuu vya wakati huo, kwa sababu nilikuwa nimefaulu. Lakini kwa kitu niligomewa kata kwenye moyo wangu. Na nikwambia nilikaa miaka 3 sijaenda chuo, nipo tu nafanya vitu fulani. Nilikuwa pale Arusha miaka 3. Mwaka wa 3 ulipokuwa unatimia, nikapata safari ya kuja huku Tanga, tena kuja kama kwenye uinjilisti. Mwaka wa 3 2005, manake 2004 mwishoni naingia hapa Tanga Lushoto hii, ndipo maisha yangu yanakutana na jiwe la kukanyagia ambalo Mungu alilihitaji. Mimi nilikuwa nahitaji nikawe mwalimu au niwe mwanasheria, ndicho nilichokuwa natafuta, maana nimefaulu vizuri kwa miaka yangu hiyo. Wewe umepata division 1 form 6, jamani, nimepiga bingo jamani. Sikuwa mchovu hivyo, mnajua. Si wadanganyi, mnafahamu hivi. Mwaka huu 2002, je, sasa hivi si kwa miaka yenu 2020 na kitu bwana. Sisi yani kipindi hicho mtu amegonga form 6 division 1 bwana, sio mchezo. Sasa nilipofika hapa ndipo nilipokamatwa na hili ambalo nalitumikia sasa hivi. Ndio. Lakini ilikuwa ngumu. Moyo unavunjwa kwa maumivu kukubaliana na njia ambayo ilikuwa sio rahisi sana. Nakumbuka wakati nikiwa form 6 naelekea kumaliza, nilikuwa niko kwenye wakati wa kumwomba Mungu kweli kwa masaa mengi. Nilikuwa napata muda wa kuomba kwa masaa mengi. Kwa kweli nilikuwa nasoma, ndio masomo yao mengine ambayo nimekuja kufaulu, lakini nilikuwa na muda wa kutosha na Mungu wa maombi na kusoma neno. Nakumbuka siku moja hapo nikiwa naomba, nasikia ndani ya moyo wangu kwa wazi kabisa kwamba maliza form 6, lakini ukimaliza kuna kuinuliwa, isipokuwa utapita mambo magumu sana, jiandae. Sikujua mambo magumu ni yapi. Ndio haya kuja kusubiri miaka mingapi? 3. Miaka mingapi jamani? 3. Nilipokanyaga hapa, yaani unajua mambo mengine Mungu akafanya kwa namna ambayo ilikuwa situmii nguvu. Lakini nikajua nguvu ni ile ya kumngoja Mungu huko nikiwa huko kwenye huo mji ndogo hapo. Sasa vijana wangapi leo hii wako tayari kungoja jamani? Ninaona vijana wana mbio tu, wanataka kupiga mbio tu. Wanataka kwenda kasi, kuelekea wapi? Ili ungeulizwa na Mungu, una kasi
ya kuelekea huko unapokwenda. Unaenda wapi? Unaelekea wapi? Nani aliyekuambia uende huko? Nani yuko mbele yako katika hiyo kasi unaopiga? Nani yuko nyuma yako? Nani aliyekushika mkono? Nani anayeziongoza hatua zako? Hivi uko na nani kweli katika hiyo njia yako ya maisha? Maana huyo Yesu huna. Huyo Yesu huna. Yaani ndani ya moyo wako mwenyewe unajua kabisa huyo Yesu wala hayupo. Nani anayekushika? Unaelewa mambo gani unaenda kuyapita mbele yako? Labda unasoma, najua hapa na wanafunzi hapa, unasoma unaenda kumaliza, lakini unajua Mungu aliyoyapanga mbele yako ana miaka mingapi na wewe ya kupita jambo fulani, unajua na uko tayari? Au angalau umemwambia Mungu, niko tayari kupita hayo? Uko tayari? Wengi hawako tayari kukuhakikishia. Wengine hapa baada ya miaka hiyo, yani baada ya hapo wataingiwa na hasira na watajichanganya sana. Hasira, kwa nini hivi? Kwa nini hivi? Na wengine mtapelekwa mpaka siku kupewa mauganga ili nyota zenu zisafishwe hapa. Wapo hapa. Wewe nyota yako imevitwa, inatakiwa isafishwe. Unapelekwa kumbe ndio inaenda, kama ni nyota hivyo ndio inaenda kuingizwa kwenye giza zaidi. Eti isafishwe wapi? Yaani unaenda kusafishwa nyota na wale jamaa kule, kumbe ndio wanakuingiza kwenye maagano ya giza. Yaani maisha yako yote unaishi kwenye maagano yao, na ukute wanakupa na masharti. Utakapokuwa umefanikiwa uende hivi na hivi. Kwa huishi tena kwa kutawaliwa na neno, unatawaliwa na hao wasafisha nyota. Alafu ni Mkristo, unajua kama wewe hakuna. Yaani wakitazama wanaona huyu jamaa yuko vizuri bwana. Lakini unajua umebeba mambo magumu. Unaongozwa katika mambo magumu. Hakuna sauti ya Mungu inayokuongoza. Unaongozwa na vitu vingine tu. Sauti za mapepo na nguvu za giza nyinginezo na kichawi ndizo zinazokuongoza. Ukipewa kazi, yani ukipata shida kidogo tumeenda kuongeza nguvu kwa mganga. Wewe watu hawakai hivi. Yaani umeanza biashara yako, wanakujia walimu wanakuambia, wewe acha, wewe utaendaje hivi, biashara haziwezi kufanikiwa hivi. Nenda twende tukupeleke kwa wataalamu ili upate nini? Upate ulinzi. Wewe acha. Yaani wasinilinde nilipokuwa nikitafuta hizo mali. Nimezipata, wananitafutia ulinzi kwao. Kwani yule aliyenitafutia hizo mali si anilinde? Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wamenichukia? Hakuna hata aliyenyosha mkono kwa bahati mbaya. Basi mko makini sana. Yaani jamani, vijana, ulimwengu wa kwenu nao, kila mtu ana ulimwengu wake hapa. Lakini unautengenezaje ulimwengu wako sasa hivi hapo ulipo? Maana kila mtu ana ulimwengu wake. Usije ukasema ulimwengu wetu ni mmoja. Kila mtu ana ulimwengu wake hapa. Kila mtu ana njia yake. Ndio maana Biblia inasema nini? Ni jinsi gani kijana aisafishe njia yake. Haisemi ni jinsi gani vijana waisafishe njia yao. Ni jinsi gani kijana mmoja aisafishe njia yake. Kila mtu ana njia yake hapa. Kila mtu hapa. Wewe una njia yako. Wala hutapita na mwingine. Hakuna kupita njia ya mwingine. Unapita njia yako. Lakini huyo Bwana ambaye amepanga hiyo njia, umeshikamana naye. Siku huu hawezi kuwa na baraka. Hawezi kuwa na baraka katu. Eti unakwenda bila kufuata kanuni za namna hii. Neno huna. Wala bidii ya kulitafuta hilo neno huna. Hata Biblia yenyewe wengine hapa huna. Hebu semeni kweli, nani hapa hana Biblia? Nyosha mkono. Mwingine ataona aibu. Bwana shagonga. Sema tu, sema sina Biblia, hata Agano Jipya huna. Yaani unaweza kutafuta hela ya kununua nguo nzuri, lakini hakuna kufanya bidii kununua nini? Biblia. Hilo neno utalitoa wapi? Hata ukienda kanisani kubeba Biblia unaona ni mzigo. Unataka uende kama unaenda disco. Hata unaenda disco unabeba pochi.
unaenda tu eti na wewe unaenda kanisani, huna chochote cha kwenda kukusaidia kujifunza huko kanisani. Ndivyo ambavyo tuko sasa hivi. Huko nyumbani usomi Biblia, hapa kanisani ukija wanasoma, wengine usomi. Wewe ni wa wapi? Wewe unakwenda wapi? Unaona hata aibu kuonekana umeshika Biblia, au unafikiri unaisafisha njia yako hii? Giza tu, bahatisha. Kaa hapa unaenda kutafuta watu wa kukuombea. Kuna muombaji sehemu fulani. Wewe sikiliza, wewe lini utatengeneza huo muombaji ili uombee wengine? Wewe ombaomba, wewe wa maombi ya watu, lini utatengenezwa na wewe uombee wengine? Lini na wewe utatengenezwa ili uwafundishe wengine neno? Kila siku wewe ni wakufundishwa elimu za ajabu na zinakuteka. Lini utasimama kwa miguu yako wewe? Kila siku wewe ni mshabiki. Wewe unawashabikia wengine. Lini na wewe utakaa sehemu fulani ili wengine wakushangilie, wakushabikie na wewe? Lini? Na una mpango wowote kweli wewe? Huna. Yaani hata hapo umenikodolea macho. Kwa sababu kweli huna. Na usipotulia kwa Mungu utabaki huna. Hapo tunakuja kuimba hapa usiku wa baraka. Baraka ipi ambayo hujajipanga kuipokea? Ipi? Unajua, napomaliza kila mtu anajijua moyoni mwake alivyo. Si ndivyo? Mimi naomba uwe mkweli kabisa katika usiku huu. Hata kama ni wewe peke yako, utakuwa ni usiku wa baraka peke yako. Kwani lazima wote wapokee hiyo baraka bwana? Lakini ndani ya moyo wako tumeongea vingi. Tuna Wakristo machotara wengi sana siku hizi. Ni Mkristo hutajua, sio Mkristo pia hutajua. Ni chotara tu. Kama nilivyosema, naokota huku anacho hivi, yuko huwezi muelewa huwezi kumuelewa. Kwa ukitaka kujua, angalia sisi wakati tunakuwa tulifundishwa nidhamu hata ya namna ya kunyoa tu nywele. Wewe angalia siku hizi bwana. Hapa najua na vinyozi. Unakuta kijana kanyoa ajabu, yani ukimtazama hivi huyu ana spare kichwa kingine kwamba hiki ni cha kuchezea na kipo kingine cha kuwa vizuri. Hebu nisaidieni kucheka tu. Hivi muulize yule mtu ambaye yani minyoo ya ajabu ile hivi ana spare ana vitu viwili jamani, kimoja cha kuchezea hebu tujiulize tu. Au anavaa visuruali vya ajabu. Utafikiri ana mwili wa kuvaa suruali za ajabu na mwili wa kuvaa zile nzuri. Lini ni wapi? Hajui, anajua yani wewe acha vituko. Vituko. Yaani hata nikwambie hivi, hebu piga picha zako uzihifadhi namna unavyovaa wakati huu na unavyonyoa. Piga kabisa, zihifadhi, zisafishe. Baada ya miaka 20 Mungu akikupa uhai, alafu uje ulinganishe na wakati huo, utakuwa unajidharau sana. Hivi nilikuwa nafanyaga vituko gani? Utajikataa. Sema huyu sio mimi. Siku hizi kuna msemo utasema hii sio mimi, ni AI. Yaani kuna mtu anasema hii nini jamani? Ni AI, sio mimi. Kumbe ni wewe. Kwa nini unajifanyia hivyo bwana? Kwa nini unajikatili? Wewe ni wa zamani bwana. Ni mzuri, jiweke smart. Si ndivyo? Jiweke vizuri, uonekane mrembo, lakini urembo wenye heshima. Umevaa vizuri, unavaa vizuri, ongea vizuri. Wewe yani hata unajua kuna watu wengine watahama mpaka watakuwa wazee, watakuwa wana lugha za ajabu.
ni mtu mzima, alafu ataitwa mtu mzima ovyo au mzee kijana. Ukiitwa mzee kijana maana yake nini? Wewe ni mzee alafu bado una mambo ya ujana. Na ujana huo ni stage, sio vijana wote, ujue ni vijana wale wa kudharaulika wale. Yaani lazima uwe umepiga mahesabu vizuri. Miaka 20 ijayo utakuwa unajitafsiri vipi? Utashuhudia nini? Utawaambia watu ulikuwaje? Alafu kwa kuwa watu wazima wamekata tamaa, wanasema akikuwa ataacha. Aache tu sasa hivi bwana. Kwani akue kwanza? Jinsi gani kijana isafishe njia yake? Kwani unasema akikuwa ataacha? Wakati mwingine anaweza asikue. Atafia hapo. Hatakuwa. Acha mchezo ujue. Ukishaishi kwenye ulimwengu huu, ukishakufa hutakuwepo tena ujue. Yaani ukishaondoka utakuwa umeondoka. Wewe unacheza hapa, eti kuna muda wa kucheza na dunia. Kama miaka hiyo tunaambiana vijana, naambia wewe, yaani wewe kijana yanki kabisa mdogo, wewe ndugu yangu, unaokoka kweli, unampokea Yesu. Hizi starehe zote utakula lini yani? Pote ni mbali. Wengine tulisema tusile, na hata kama ikitokea mtu umefanya kosa, lakini usirudie, jitengeneze mapema. Si ndivyo jamani? Makosa yapo, tunakosea katika safari ya maisha, lakini tengeneza njia yako mapema. Sio unatunza mabaya au gharama ya mbegu unaoipanda kwenye ujana na kuja kuota uzeeni. Itakuja kugharimu sana. Itakugharimu sana. Jamani, tusimame. Sasa huku mbele tulikuwa tumegawana. Kuna mmoja mhubiri, mwingine wa kuomba. Ngoja nimpe huyu mama yeye aongoze kwenye maombi. Sawa jamani? Lakini kwanza nataka wale vijana wanaotaka kukutana na Yesu kwenye mkesha huu watoke hapa mbele. Wao ndio watutambulie. Wala hatutafumba macho, tutafanya nini? Kama hauko tayari, endelea hivyo hivyo na siku yako ndio itakuwa imepita. Njoo hapa mbele. Kuna mtu ana jambo la kutengeneza na Yesu, fika hapa mbele. Fika mapema. Asante kwa utiifu. Fika hapa. Ukichelewa tunaenda na huyu mmoja tu. Kuna watu wanatakiwa kukutana na Yesu kwenye mkesha huu. Hatukeshikeshi kuja kuimba tu. Tunautafuta uso wa Mungu hapa. Asante sana vijana kwa kuwa watiifu. Na usije kishabiki hapa. Njoo kweli naona jambo na Mungu. Tumeshaongea namna ya kuisafisha njia. Tunaanza na kumpokea Yesu. Asante. Muendelee kuja. Mlioko tayari. Asante. Fanya chap kama unakuja. Na njoo kwa ujasiri kabisa. Ili uwe na usiku wa baraka. Usifuate mtu, nimesema. Fuata moyo wako. Unasikia ndani ya moyo wako kuna kitu unataka kutengeneza na Yesu, fika hapo.